Brother Ben, kiukweli kabisa mimi kitu inaniumiza sana akili yangu. Yaani kugombana na malizi eti kisa mwanamke. Ase hiki kitu bado akiingia akilini kabisa. Kwa nini mpo karne gani? Yaani mimi nikajua labda hata mnagombania pesa. Mnagombana kwa sababu ya mwanamke kwenye hii karne tuliopo. Ni kweli kabisa, linashangaza kidogo. Lakini nimekufuata kwa sababu ndio brother yake. Labda utajaribu hata kuongea naye tuweze kuyaongea na tuyamalize. Kwa sababu kuna maisha badala ya mapenzi. Sawa, mimi nitaongea naye. Talifanyia kazi. Mimi nitashukuru sana kama utaongea naye. Lakini mimi ngoja niende nyumbani. Nilipita tu hapo kukusalimia. Sawa, karibu sana. Asante. Utamsalimia shemeji? Poa. Dada, yaani sema za kweli, haya maisha mimi nimeyakumbuka sana. Nimesha kula vizuri, chiki wali nyama. Yaani hivi vitu kwetu vilikuwa ni kawaida tu, lakini kwa sasa hivi sasa. Yaani wazazi wetu wangekuwepo, yaani tungekuwa tunakula hivi vile kila siku. Hivi dada, kwani mkumbuke yule mkaka aliyotupa hii pesa? Haliyakuwa sisi hatujui wala yeye hatujui. Au unachukuliaje hivi? Yaani kama mtu wa ajabu hivi. Kingu, mimi nikwambie tu kitu kimoja kwamba katika maisha hamna mtu ambaye anapenda kuishi maisha magumu hata siku moja. Na mimi naamini kwamba jitihada za mtu ndio zinabadilisha hatima ya maisha yake. Na kuhusu huyu mkaka, mimi naamini kabisa kuwa ni mtu ambaye ametumwa na Mungu kuja kutubadilishia maisha yetu. Kwa hata tusimfikirie vibaya. Na kitu kingine Kingu ambacho mimi yani sikipendi ni unapozungumzia wazazi wetu. Najisikia vibaya, naumia. Ni vile tu huwezi kuingia ndani ya moyo wangu ukaniona. Naumiaga sana yani. Basi dada pole. Nisamehe basi. Kula. Dada kula. Tabu nazopata moyo unachoma kama mkuki moyoni. Najiuliza tumekosea wapi? Haya, sasa mtu na mama yake na muishi vikao muda wote tu mko wawili, si mnazungumza nini tena? Kamalizi hapa tulikuwa tumekaa mimi na mama mdogo tunakujadili wewe kuhusu ile swala lako unaelekeza la yule mwanamke. Kwa hapa mama mdogo ana swala kuongea na wewe. Basi sawa mwanangu, sisi tutakusaidia kwa hilo. Pia tungeomba tufahamu ni wapi anapatikana huyo binti, kwa sababu unajua ni familia na tupende kukuona ukiwa katika hali hiyo. Unatuaibisha mwanangu na nguo unazovaa hapa mtaani. Unatupa sifa mbaya sisi wazazi wako. Naomba basi kwa hilo tumekuelewa, tunalifanyia kazi, ila tunahitaji tu kumfahamu huyo binti ili tujue tunafanyaje. Anyway, mimi nadhani kwenye hili mkimtafuta Kio, kwa sababu Kio ndo anaweza akapeleka anakopatikana mwanamke. Basi sawa, limeisha hiyo mwanangu. Kama shida ni Kio, basi tumtafute ili atuelekeze ni wapi binti anapatikana tuweze kumaliza hili jambo. Na wewe uweze kuwa sawa katika akili yako. Alafu kaka, mimi sasa sipendi tena nikuone na ile mavazi yako ya kimaskini.
eti unavaa mavazi ya kimaskini ili uwe na yule mwanamke. Sasa hivi tutalishughulikia swala lako liwe sawa. Sisi tumeelewana kakaangu? Ni kweli kabisa mwanangu unachozungumza. Yaani bora umwambie wewe kwa sababu anatutia aibu. Unatutia aibu mwanangu. Hebu jaribu kubadilika basi. Jaribu kuwa kama mwanzo, Na sisi kidogo kurudisha heshima yetu kwa sababu tunazalilika kwa ajili yako. Umenielewa mwanangu? Ni hilo tu. Mimi nadhani nimewaelewa. Niacheni sasa nikalale, maana niwaache muendelee na vikao vyenu vya usiku wa manane kama wanga. Aya, usiku mwema kaka Sama mdogo, mimi naenda zangu kulala bwana. Basi sawa, na mimi ngoja niteremke huko chini. Kuna mambo nikarekebishe kwanza. Haina shida. Bye. Basi sawa, wewe na usiku mwema. Nancy, nimeshakwambia kitu hakiwezekani. Yeye mwanatuma kama nani sasa? Afu si msemaje tu maskini ya Mungu. Yaani mimi nimenitoa kwenye usingizi, afu bado na hapana. Sio kama katutuma tuje tumtongozee. Ila sisi tumeamua tu kutoka nyumbani kwa siri tuje tuongee na wewe. Sisi hatupendi kumwona kaka yetu katika hali hiyo. Yaani unavyosema aje, yule hawezi kuja kwa sababu ya ugomvi wenu. Yaani imekuwa ugomvi wetu tena. So yeye ndo kagombana na mimi. Alafu nisikize nikwambie. Mwenzio ndo kwanza anakuacha. Mama mdogo wenu cheki anapotembea kashapa ndo hasira huyo. Nimeshasema kitu hakiwezekani. Mwambie aje yeye. Kama kweli yeye anajiona kidume mwambie aje yeye au amfuate huyo mwanamke. Sasa mimi naanza kumpeleka tena. Kwa hiyo mimi ndo nimpeleka mara kwanza. Sio kwamba yeye hawezi kuja huko. Ila huko kutokuelewana kwenu nyinyi ndio kumesababisha mpaka sisi tunakuja huko. Tunaomba utusaidie hata kwa udogo tu. Peke yetu sisi hatuwezi. Halafu hatupendi kumuona akiwa katika hali ile. Tunaomba utusaidie hata kidogo tu. Hicho kidogo hicho unachokisema wewe. Hicho kidogo hicho ndio mimi hakiwezekani. Maana kama iko kidogo yeye amekishindwa. Na mimi iko kidogo sikiwezi. Tuondoke. Mimi nawasindikizeni hadi hapo nyumbani kwenu, narudi zangu naenda kulala. Kama nyewe mnaona mmetoka kwa wizi, mimi nitoka kijambazi kule. Tuondoke. Aya sawa kama mama hivyo. Tabu nazo pata, moyo unachoma kama mkuki moyoni. Najiuliza tumekosea wapi? Mbele ni giza, sina pa kushika. Mungu Baba, simama na sisi wanao tunaangamia. Wangekuwepo wazazi wenda wangetupigania. Masikini hatuna hadhi kwenye hii dunia. Shida ya chakula na mavazi ndani ya moto, tunaumia ila tuna
ametuzawadia. Nancy mwanangu, kama ulivyoona tumeenda kwa Kiumbani, lakini Kiumbani mwenyewe hataki kuzungumza lolote na sisi. Yaani nashindwa hata kuelewa, sijui ni kwa nini. Yaani mama mdogo, mimi mwenyewe sikutegemea kama mambo yangefikia kule jamani. Mpaka kufikia kununiana, kia Mungu siamini. Hata mimi nashindwa kuelewa. Yaani sijui imekuwa kwaje mpaka wamefikia hatua kiasi hichi. Mpaka nashindwa ni cha kufanya. Sasa hapa mama mdogo, natakiwa tumsubiri akamalize, akitoka kazini tu tumuite. Ili tujue tunasuluhisha vipi hili swala lake, au unasemaje mama mdogo? Hapo itakuwa umenena mwanangu. Inabidi tufanye hivyo. Basi sawa mwanangu. Mimi ngoja niende jikoni nikapike pike. Si unajua kaka yako akirudi, unavyomjua na njaa zake, anaweza kutunia nyumba nzima hapa. Haya mama mdogo, wewe nenda tukapike. Mimi mwezi wako sijisikii kupika leo. Na wewe ninavyokujua mwanangu na jikoni kama paka na panya. Ngoja nikapike sasa, nitafanyaje? Ndio nishakuwa mkubwa. Wewe nenda tu mwenzangu, mimi naangalia zangu TV. Ai, nimechoka. Tabu nazopata, moyo unachoma kama mkuki moyoni. Najiuliza tumekosea wapi. Mbele ni giza, sina pa kushika. Mungu Baba, simama sisi wanaotunangamia. Pole sana dada yangu, najua kazi unaifanya ni ngumu sana, ila unafanya ili mradi tupate chochote kile cha kupeleka mdomoni. Najua kwa mtu ambaye ajui maisha ambayo tunayapitia, hatuona kama vile unajitesa, hatuona kama vile yani unajipitisha maisha ya shida, lakini sisi ndio tunaelewa. Lakini yote kwa yote, mimi naamini wazazi wetu wangekuwepo, tusingepitia maisha kama haya. Pole sana. Kengi bwana, unajua siri ya mtungi haijawahi kata. Kwa maisha yetu yenyewe tunajua. Tukisema tuachie watu, watasema maneno mengi sana kutuhusu sisi. Kwa mimi naona tu tulizike na maisha yetu. Basi sawa, ngoja nikusaidie kidogo. Kingi. Unajua kabisa wewe bado hujakaa sawa kiafya. Kwa hiyo hebu naomba uniachie hii kazi. Mimi ndo nitajua unakulaje, unalalaje. Si unajua tena mimi ndo dada mtu. Sawa. Tabu nazopata, moyo unachoma kama mkuki moyoni. Najiuliza tumekosea. Lakini simebaki hapa juu tu. Kingi bwana. Yaani unaona hii kazi kupewa hela yangu mpaka nikamalize. Umeona huko nyuma kule? Nikishamaliza kule ndo tunaweza tukaondoka, kwa sababu siwezi kupata hela yangu mpaka nimalize. Yaani hapa nishakula ng'ombe, bado mkia tu. Kwa hapa naweza kufikia kesho
tamaliza nachoma tanuru la watu na kabidhi kazi. Tunakupa na chetu, si unajua? Alafu nimekumbuka kitu. Pale itabidi tuame. Si unajua wanavyotusumbua. Alafu mimi sipendi usumbufu kama nini. Tushakwambia pesa hatuna, tuvumilie. Hutaki. Basi tuame. Sawa, tutaama. Kwani shida iko wapi? Na sisi tuame. Yote sawa. Lakini vipi, maji bado yapo au yameisha? Maana nataka nikakuletea. Maji bado yapo mengi, kwa hiyo usijali. Basi sawa dadangu, pambana. Tabu nazopata moyo unachoma kama mkuki moyoni. Najiuliza tumekosea wapi. Mbele ni giza, sina pa kushika. Mungu Baba, simama sisi wanaotunangamia. Moyo, 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 moyo unaumia. Moyo, 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 yote yatapita. Hello? Wangekuwepo Okay. Sawa, nitakuja. Lakini tu nikwambie tu, nitakuja sio kwa matakwa yake. Ni kwa sababu nawaheshimuni nyie tu. Ndicho kitakachonifanya mimi nije. Sawa. Nilijua tu hili. Yaani ni lazima wanitafute wao. Ngoja niende nikaone. Dada, mahela. Haki Mungu nakwambia tunakuwa matajiri dada. Tuondoke. Wewe wapi? Sasa sikia, kuna madogo yameokota wewe hapa hapo unaonekana shamba fulani hivi. Sasa sogea maeneo kina Abu hapa, pembeni hapa kwenye kichochoro hapo tukutane hapo sasa hivi. Poa chapu basi. Wadogo, hela ziko wapi? Sasa ni hela gani brother? Mimi sina hela. Hujaelewa nini?
tabu nazopata, moyo unachoma kama mkuki moyoni. Najiuliza tumekosea wapi? Mbele ni giza, sina pa kushika. Mungu Baba, simama sisi wanaotunangamia. Moyo, 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 moyo unaumia. Moyo, 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 yote yatapita. Wewe, kuna kitu gani ambacho kinaendelea? Mama, kiukweli nakuchukia. Najuta kuwa na mama kama wewe mwenye roho mbaya. Nyuma ya pazia ni nani atapo, yote yasingenikuta, yote haya tabu nazizipata. Nalia, nalia, kisa sina mama. Baba halitambui hili nalopitia. Nafuta chozi la kulia kushoto lilipokuja. Lakini mimi kwa nina adabu. Sikujua kama ya jana. La, watu ni mama zao. Yaani wanafanya tu chochote kile wanachojisikia. Ila sisi sasa ambia hatuna mama. Yaani mpaka jituombe. Na kuomba kwenyewe unaweza ukapewa au usipewe.